Tusome Biblia, kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humu, kwa maana wakati uko karibu. Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele kiti chake cha enzi, tena zitokazo mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kufanywa kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na makabila yote ya dunia yataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, mwenye enzi. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nilikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nilikuwa katika Roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika kitabu, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Simirna na Pergamo na Thiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika mbiguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu kifuani. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuri, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kulia, na upanga kali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kulia juu yangu akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo haya uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakuwako baada ya hayo. Siri za zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kulia, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikiaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kulia, yeye aendeaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ninayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wanaojiita mitume na sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivi, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini una jambo hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambao pia mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno ambalo Roho anayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Simirna
andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji la uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Ninapajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe unalishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, aliuawa kati yenu hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, ya kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie kikwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yako kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika: haya ndiyo anenayo Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzinzi wake. Tazama, nitampa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja nao wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yao. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye fikira na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini nawaambia nyinyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno ambalo Roho anayaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Nayajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarisha mambo yaliyobakia yanayotaka kufa. Maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyoipokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Lakini usipokesha, nitakuja kama mwizi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, maana nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika:
Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye na kweli, aliye ni ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda. Utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujulia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Naja upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio alisikia neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, itakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye shaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni napisha. Mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitamrithia kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Baada ya hayo niliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nilikuwa katika Roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti niliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji la dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kinatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai 4, wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai
harukai. Na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa 6 pande zote, na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao hutupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, Umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Kisha nikaona katika mkono wa kulia wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa mihuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, Ni nani anayestahili kukifungua kitabu na kuivunja mihuri yake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa sababu hapakuonekana mtu astahilie kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Na mmoja wa wale wazee akaniambia, Usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na ile mihuri yake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kulia wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuifungua mihuri yake, kwa kuwa ulichinjwa ukawa fidia kwa Mungu, na kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa maelfu na mamilioni, wakisema kwa sauti kuu, Astahili mwana-kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote viliomo ndani yake, nilivisikia vikisema, Baraka na heshima na utukufu na uwezo una yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi, na kwake mwana-kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, Amina. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Kisha nikaona mwana-kondoo alipofungua mojawapo ya ile mihuri 7, yukasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 wakisema kama kwa sauti ya ngurumo, Njoo. Nikaona na tazama, farasi mweupe, na aliyempanda anauta, akapewa taji, naye akatoka huku akishinda, tena apate kushinda. Na alipofungua muhuri wa pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, Njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda aliruhusiwa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkuu. Na alipoufungua muhuri wa 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, Njoo. Nikaona na tazama, farasi mweusi, na yeye aliyempanda na misani mikononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 wakisema, Kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiyadhuru mafuta wala divai.
Na alipoufungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa wanyama wa nchi. Na alipoufungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Ee Mola, mtakatifu na mkweli, utakawia hadi lini kuhukumu na kuilipa damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wasubiri bado muda mchache, hadi itakapotimia idadi ya watumishi wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao walivyouawa. Nami nikaona alipoufungua muhuri wa 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishayo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme na dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na nchi ya miamba ya milima. Wakaiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na mwenye hasira ya mwanakondoo. Kwa maana siku iliyokuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani wawezayo kuistahimili? Baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai, akiwaita kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala mti hadi tutakapokwisha kuwatia muhuri watumishi wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Wa kabila la Yuda 12,000 waliotiwa muhuri, wa kabila la Rubeni 12,000, wa kabila la Gadi 12,000, wa kabila la Asheri 12,000, wa kabila la Naftali 12,000, wa kabila la Manase 12,000, wa kabila la Simeoni 12,000, wa kabila la Lawi 12,000, wa kabila la Isakari 12,000, wa kabila la Zabuloni 12,000, wa kabila la Yusufu 12,000, wa kabila la Benjamini 12,000 waliotiwa muhuri. Baada ya hayo nikaona na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama juu ya kile kiti cha enzi na mbele za Mwana-Kondoo. Wamevikwa mavazi meupe na wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na Mwana-Kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai 4, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, Amina. Baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana-Kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala joto iliyo yote.
Kwa maana mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Na mwana-kondoo alipofungua muhuri wa 7, kukawa kimya mbinguni kwa muda wa kama nusu saa. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu akiwa na chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi ule wa uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitoa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akatupa juu ya nchi, ukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajiweka tayari ili wazipige. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, ukawa mvua ya mawe na moto vilivyochangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. Malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa ukawa moto kikatupwa katika bahari. Theluthi ya bahari ikawa damu, wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai. Theluthi ya meli zikaharibiwa. Malaika wa tatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemichemi za maji, na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalifanywa kuwa machungu. Malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua ikapigwa na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake na usiku vivyo hivyo. Kisha nikaona, nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu, ole ole, ole wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti za baragumu zilizobakia za malaika watatu walio tayari kupiga. Malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuri kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nao nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na uhuru wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumba ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama mataji mfano wa dhahabu. Na maumba ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama mataji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wana mikia kama ya nge na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki analo jina Apolioni. Ole wao, pigo la kwanza limekwisha pita. Tazama, bado yako mapigo mawili yanakuja baadaye. Malaika wa 6 akapiga baragumu. Nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu.
na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 200,000,000. Nilisikia hesabu yao. Hivyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu, nao walikaa juu yao, wanadiri kifuani za wekundu kama wa moto na buluu kama johari ya rangi ya samawati na manjano kama kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo matatu hayo, kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa nao wanadhuru kwavyo. Na wanadamu waliobakia wasiouawa na mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kutembea. Wale hawakuutubia uuaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wizi wao. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kulia juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akaita kwa sauti kuu kama simba agurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Na ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika. Nami nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno haya yaliyonenwa, na hizo ngurumo 7 usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kulia kuelekea mbinguni. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu viliomo na nchi na vitu viliomo na bahari na vitu viliomo, ya kwamba hapata kuwa na kukawia tena baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowatangazia watumishi wake hao manabii. Na sauti niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, nenda ukakitoe kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitoa kile kitabu kidogo kutoka mkononi mwa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wanaosujudu humu, na behewa lililo nje ya hekalu uliache nje, wala usilipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260 wakiwa wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni 2 na vile vinara 2 visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri za kuzifunga pingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila piga kila watakapo. Hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho ya Sodoma na Misri, na tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa watazama mizoga yao siku 3 unusu, wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao 2 waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo 3 unusu,
Roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia, wakasimama kwa miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile, na waliobaki wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbingu. Ole wao, pigo la pili limekwisha pita. Tazama, pigo la 3 linakuja punde. Malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu mbinguni zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifudifudi, wakamsujudia Mungu wakisema, tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, na kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa, na kuwapa thawabu yao watumishi wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na waharibu hao waiharibiwa nchi. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua kubwa ya mawe. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji la nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia, akiwa na uchungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine kutoka mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake unakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na lile joka likasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo ni mle mtoto wake. Naye akazaa mtoto wa kiume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hadi kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlisha huko kwa muda wa siku 1260. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile joka nalo likapigana nao pamoja na malaika wake. Lakini hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Lile joka likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkao humu. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na joka lile lilipoona ya kuwa limetupwa katika nchi, lilimfuata mwanamke yule aliyemzaa mtoto wa kiume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hadi mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati 3.5 mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, ili achukuliwe na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule lililoutoa lile nyoka katika kinywa chake. Nyoka likamkasirikia yule mwanamke, likaenda zake lifanye vita juu ya wazawa wake waliobakia, wanaozishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Nalo likasimama juu ya mchanga wa bahari. Kisha nikaona mnyama akitoka kutoka bahari. Alikuwa na pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya kukufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa tui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa
cha simba. Lile joka likampa nguvu zaidi na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona mojawapo wa vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Wakalisujudu lile joka kwa sababu lilimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya kukufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu ya nchi, naye alikuwa na pembe 2 kama mwana-kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Akawaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, ile ya sanamu ya mnyama iongee na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kulia au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yoyote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa awe na ile chapa, yaani jina la mnyama yule au hesabu za herufi za jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na ihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kisha nikaona, na tazama, huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, mwenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai 4 na wale wazee. Wala hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hao wamenunuliwa katika wanadamu, malimbuko ya Mungu na kwa Mwana-Kondoo. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, akiwa na Injili ya milele, awahubirie hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine, malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya usherati wake. Na mwingine, malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yoyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake.
naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila ipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kisha nikaona na tazama, wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji la dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, na kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali, ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mundu wake hata chini, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji. Damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi kama mwendo wa maili 200. Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyotangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wakiwa na vinubi vya Mungu. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa Mwana-Kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Ee Bwana Mungu mwenye enzi, ni za haki na za kweli njia zako, Ee mfalme wa mataifa. Nani asiyekucha, Ee Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Na baada ya hayo nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lilifunguliwa, na wale malaika 7 wenye mapigo 7 wakatoka katika hekalu, wamevikwa mavazi ya kitani safi ya kung'aa, wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Na mmoja wa wale wenye uhai 4 akawapa wale malaika 7 vitasa 7 vya dhahabu, vimejaa ghadhabu ya Mungu. Na mmoja wa wale wenye uhai 4 akawapa wale malaika 7 vitasa 7 vya dhahabu, vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu mpaka yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, nendeni mkayamwage yale mabakuli 7 ya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Akaenda huyo wa kwanza, akalimimina bakuli lake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Na huyo wa pili akalimimina bakuli lake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya maiti, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Na huyo wa tatu akalimimina bakuli lake juu ya mito na chemchemi za maji, zikawa damu. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe umwenye haki, uliyeko na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wainywe, hiyo wanayostahili. Nikaisikia hiyo madhabahu ikisema, naam, Bwana Mungu Mwenyezi,
hukumu zako ni za kweli na haki. Na huyo wa nne akalimimina bakuli lake juu ya jua, nalo likaruhusiwa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa na joto kali, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Na huyo wa tano akalimimina bakuli lake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Na huyo wa sita akalimimina bakuli lake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika maawio ya jua. Nikaona roho tatu chafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwizi. Heri ashikaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hadi mahali paitwao kwa Kiebrania Hamagedoni. Na huyo wa saba akalimimina bakuli lake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi. Na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapajawa namna ile, jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyika katika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka. Na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kakimbia, wala milima haikuonekana tena. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye yale mabakuli saba, akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wameleweshwa kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hadi jangwani. Nikaona mwanamke akiwa ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya kukufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya usherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli Mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu sana. Na yule malaika akaniambia, kwa nini unastaajabu? Nitakuambia siri ya mwanamke huyu na mnyama huyu amchukuaye, mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko, naye yuko tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Nao hao wakaao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Hapo ndipo penye akili zenye heshima. Vile vichwa 7 ni milima 7 inayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo, na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja itampasa kukaa muda mfupi. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 4, naye ni mmoja wa wale 7, naye anaenda kwenye uharibifu. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama.
Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha, na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa mkiwa na uti. Watamla nyama yake, watamteketeza kabisa na moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama ufalme wao, hasa maneno ya Mungu yatimizwe. Na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, akiwa na mamlaka makuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ulio mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi zake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyishieni mara 2. Kwa kadri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu na huzuni hiyo hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo, mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto. Kwa maana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea wauonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanyabiashara wa nchi walie na kuombelezana, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena, bidhaa ya dhahabu, fedha, vito vyenye thamani, lulu, kitani nzuri, nguo ya rangi ya zambarau, hariri na nguo nyekundu, na kila mti wa udi, kila chombo cha pembe, kila chombo cha mti wa thamani nyingi, cha shaba, cha chuma na cha marimari, na mdalasini, iliki, uvumba, marhamu, ubani, mvinyo, mafuta ya mzeituni, unga mzuri na ngano, ng'ombe na kondoo, farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Na matunda yaliyotamaniwa na roho yake yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini na vitu vya fahari vimekupotea, wala watu hawataviona tena kamwe. Na wafanyi biashara wa vitu hivyo waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakilia na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ule mkuu, uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu, na kupambwa kwa dhahabu na vito vya thamani na lulu, ya kuwa katika saa moja utajiri mwingi wa namna hii umekuwa ukiwa. Na kila nahodha na kila aendeaye mahali popote kwa matanga na mabaharia, nao wote watendao kazi baharini, wakasimama mbali, wakalia sana walipouona moshi wa kuungua kwake, wakisema, ni mji upi ulio kama mji huu mkubwa? Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ulio mkuu, ambao ndani yake wote wenye marikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, na kwa kuwa katika saa moja umekuwa ukiwa.
Furahini juu yake, enyi mbingu, na enyi watakatifu, mitume na manabii, kwa maana Mungu ametoa hukumu kwa ajili yenu juu yake. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari, akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi atatupa Babeli, mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa. Wala sauti ya wapiga vinanda na ya wapiga zomari na ya wapiga firimbi na ya wapiga baragumu haitasikia ndani yako tena kabisa. Wala fundi awaye yoyote wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena kabisa. Wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa. Wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikika ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanya biashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya mikutano mikubwa, sauti kubwa mbinguni ikisema, Haleluya! Wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na haki. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, Haleluya! Na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi, wakisema, Amina, Haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, Msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, nanyi mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi na kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, Haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenye enzi amemiliki. Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Naye ameruhusiwa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa katika karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililoweshwa katika damu, na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili kwa upanga huo awapige mataifa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akawaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wawapondao na nyama ya watu wote waungwana na watumwa, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea
kuipokea ile chapa ya huyo mnyama. Na hao walioisujudia sanamu yake, hao wawili wakatupwa wakiwa hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalishika lile joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia mhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe kwa muda mfupi. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa mamlaka ya kutoa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliobakia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule Ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye aliye na kiu maji kutoka chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini
na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ndiyo mauti ya pili. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 yaliyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akasema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho mpaka katika mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni Mwenyezi Mungu, ukiwa na utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni majina ya makabila 12 ya Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi yalikuwa na majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana-kondoo. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake ni sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500 marefu yake, na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa. Akaupima ukuta wake, ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu ambacho malaika alitumia. Na ule ukuta ulikuwa umejengwa kwa yaspi, nao mji ulikuwa wa dhahabu safi kama kioo safi. Na misingi ya ukuta ya mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani ya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili yakuti samawati, wa 3 kalkedoni, wa 4 zumaridi, wa 5 sadoniki, wa 6 akiki, wa 7 krisolito, wa 8 zabarajadi, wa 9 yakuti ya manjano, wa 10 krisopraso, wa 11 hiakinto, wa 12 amethisto. Na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwana-Kondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kama mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu wa heshima ya mataifa ndani yake. Nao wataleta utukufu wa heshima ya mataifa ndani yake. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa kwa kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Kisha akanionyesha mto wa mji wa uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo katikati ya njia yake kuu. Na upande huu na huu kando ya ule mto ulikuwapo mti wa uzima uzaao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapatakuwa na laana yote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumishi wake watamtumikia, nao watamuona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Kisha akaniambia, maneno haya ni amini na kweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Na tazama, naja upesi, na heri yeye ashikaye maneno ya manabii wa kitabu hiki. Nami Yohana
ndimi niliyoyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nilianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mtumishi wako na wa ndugu zako manabii na wa yale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Akaniambia, usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na malipo yangu yako pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, ili wawe na haki ya kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzawa wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje. Na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Namshuhudia kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Maana mtu yoyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yeye ayashuhudiaye haya asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Neema ya Bwana